Radio Jangwani 106.3 FM, Baragumu ya Faraja. Na basi kabla niondoke nitakuacha na makala maalum ambapo mila zinaweza kubadilika na maisha yanaweza kuanza upya. Katika makala haya maalum tunakuletea simulizi ya mwanamke aliyewahi kutekeleza ukeketaji kwa zaidi ya miaka 30. Lakini leo amegeuka kuwa mtetezi wa haki za mtoto wa kike. Kutoka kwenye kisu hadi kuwa ngao ni safari ya maumivu, mabadiliko na matumaini, ikijumuisha sauti za manusura, wazazi na viongozi wa jamii katika kaunti ya Marsabit. Tuungane basi na mwandishi wetu Nyabande Orwa atupashe zaidi kwenye makala maalum kutoka kwenye kisu hadi kuwa ngao. Kwa baadhi ya jamii za kaunti ya Marsabit, ukeketaji umeendelea kuonekana kama daraja la kumvusha mtoto wa kike kutoka utotoni kwenda utu uzima. Kwa wengi, ulikuwa ni ishara ya heshima, utambulisho na maandalizi ya ndoa. Kwa zaidi ya miaka 30, Fatuma Adan Mohamed alikuwa mmoja wa wanawake waliotekeleza mila hiyo. Aliheshimiwa, aliaminika na alipata kipato kutokana na kazi hiyo. Leo ameweka chini kisu alichokitumia kwa miaka mingi. Ni nini kilimfanya mwanamke aliyekuwa mtetezi wa mila kubadilika na kuwa mtetezi wa haki za watoto wa kike? Na je, safari yake inaweza kuhamasisha jamii kubadili mtazamo kuhusiana na ukeketaji na ndoa za utotoni? Kutoka kijiji cha Elu, kaunti ndogo ya Moyale, hadi simulizi za manusura na wazazi wanaochagua kulinda watoto wao. Haya ni makala maalum kutoka kwenye kisu hadi kuwa ngao. Mimi ni Nyabande Orwa. Wakati tunatayarisha watoto tulikuwa tunaona ni kitu mzuri sana. Sisi tunapewa heshima kama rais. Ni mama anapendwa sana na kila mlango. Lakini kuna jambo moja ambalo Fatuma anasema halijawahi kufutika akilini mwake. Si heshima aliyopewa, si zawadi alizoletewa, bali kilio cha wasichana aliyowahi kuwakeketa. Kila aliposikia habari za msichana aliyeshindwa kujifungua au ndoa iliyovunjika baada ya ukeketaji, alianza kujiuliza swali moja: je, kweli nilikuwa nalinda mila au nilikuwa nakata ndoto za mtoto wa kike? Ndipo safari yake ya mabadiliko ilipoanza. Ninasalishanga wa mama, nimekuta wasichana wanapata shida sana. Hata wakati ya kujifungua mtoto pia anaumia. Kwa maana tunateketa hiyo kutairisha, tunatairisha vibaya. Mtoto pia anapata shida. Sangine ukisikia watoto wanakufa, wengine mtoto anaumia, unasikia ni hali ya kukeketa. Kwa roho yangu sisikii mzuri, kwa maana hata mimi nasema kitu tunafanya sio kitu mzuri. Ndio nikasema vile walitufundisha, nikaangalia kweli hiyo mambo wamesema ni kweli, tuachane na hiyo mambo. Fatuma anasema kuacha ukeketaji hakukuwa mwisho wa changamoto, ilikuwa ni mwanzo wa maisha mapya. Jamii iliyokuwa ikimuita shujaa wa mila ilianza kumwona msaliti. Alipoteza kipato, alipoteza baadhi ya marafiki, lakini alipata kitu ambacho hakuwahi kukinunua kwa pesa: utulivu wa moyo. Leo, badala ya kushika kisu, anatembea kutoka kijiji hadi kijiji akiwaelimisha wazazi kwamba mtoto wa kike hahitaji kukeketwa ili akubalike katika jamii.
Wale tuliambiwa tulifanyiwa mafunzo nao pamoja pia wamewacha. Watoto yangu ndio na sasa ninawaelezea wasitayarishe watoto. Hiyo ni mbaya, msiharibu maisha ya watoto. Lakini kwa baadhi ya wasichana, mabadiliko hayo yalikuja baada ya maumivu makubwa. Halima sio jina lake halisi. Alikeketwa akiwa bado mtoto mchanga. Muda mfupi baadaye akaingizwa kwenye ndoa ya mapema. Nilichukua basi tunaenda kwao. Maisha yalikuwa ngumu. Anaenda kukunywa. Alafu anachapa mtu. Ananichapa, mimi naenda kupotea, naenda kulala. Msikini. Naniaga. Naendea home nyumbani. Wazee anakuja ananitafuta, anachukua. Na siku tena akinichapa, mimi naenda kulala. Kwa mimi nimekataa hata maisha yangu. Si Halima peke yake. Katika maeneo mengi ya Marsabit, wasichana wengine wamepitia simulizi zinazofanana. Mmoja wao ni Amina. Sio jina lake halisi. Anasema ukeketaji ulikuwa ni mwanzo wa kubeba majukumu ya utu uzima kabla hajawa tayari. Tena ananitesa kwa upande yote ya kimapenzi, na mimi nilikuwa mdogo siku hiyo. Mimi akanileta mpaka hapa kwao. Usiku mzima mimi sijui ni kupiga hata chakula, na yeye anaongoja ni chakula yangu, na mimi sijui kupiga. Amina na Halima wote ni wasichana waliopitia ukeketaji, ndoa za utotoni na uzazi wa mapema. Lakini kama wengine waliopata msaada, wameamua kuandika upya simulizi ya maisha yao. Nani tukuambia muende shule. Tamaisha maisha mzuri. Taambia mwashio. Kwa Fatuma, kumbukumbu hizo si mzigo tu kwa maisha yake ya zamani, ndizo zinazompa nguvu ya kuendelea kuzungumza na kuelimisha jamii. Anasema hakuna mtoto anayepaswa kupoteza ndoto zake kwa sababu ya mila. Moyale waendelee kueleza wamama, waite hata upande ya topi ya wamama wale wanafanya hiyo kazi. Wafanyie semina kidogo. Wafunze hawa yote, hata hiyo ya Galgalodimtu nimekuambia watafute mtu yao. Kila mahali afundishe mtu ndio wajue wawachane na hiyo mambo. Kwa mujibu wa Kenya Demographic and Health Survey mwaka wa 2022, Marsabit ni miongoni mwa kaunti zilizoathirika zaidi na ukeketaji nchini, ambapo 83% ya wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 49 wamewahi kufanyiwa ukeketaji. Hata hivyo, wataalam wanasema elimu, ushirikiano wa jamii na ujasiri wa manusura vinaanza kubadili simulizi hiyo. Na ushahidi wa mabadiliko hayo unaonekana kwa wazazi kama Alice Lesepen. Kwa Alice, mapambano dhidi ya ukeketaji hayakuanzia kwenye mikutano, yalianzia nyumbani. Yeye mwenyewe alipitia ukeketaji, lakini aliamua historia hiyo isijirudie kwa binti zake. Anasema uamuzi huo haukuwa rahisi, lakini ulikuwa zawadi kubwa zaidi ambayo angeweza kuwapa watoto wake. Mimi nimepitia kwa sababu moja, nilisema ya kwamba pengine sikuwa najua. Pili, pia nimefuata tu sheria ambayo ilikuweko. Tatu, pia ni kwamba hatukuwa na uhamasisho na hata hatukuwa na role models.
na nilipoona ya kwamba hii haitufai, nikasema mimi kwangu sitakubali. Lakini pamoja na mabadiliko hayo, changamoto bado zipo. Katika baadhi ya maeneo ya Marsabit, umbali wa huduma za serikali, mila na visa vya kuvushwa watoto mpaka Ethiopia vinaendelea kutatiza vita dhidi ya ukeketaji. Msaidizi wa kamishna wa Marsabit Thomas Ngangi anasema ushirikiano wa wananchi katika kutoa taarifa mapema ndio utakaosaidia kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Kwa mara nyingi wakati tuna address hizo issues, tumegundua kwamba kuna visa vingi ambazo zinafanyika kule kijijini lakini haziripotiwi. Unapata jambo linafanyika, chief anafichwa ripoti. Tuligundua pia kuna chiefs wakati mwingine wanakuwa overpowered by the community. Inakuwa sasa kisa kimetendeka, lakini wazee wanasema hivi, jamii pia wanajaribu ku cover up hicho kitendo ambacho kimetendeka, pengine mtoto amedhulumiwa. Unapata sasa yule chief anakuwa kwa on the fence, hajui afanye lipi hivi na vipi. Lakini tunawahimiza sana, wakati kisa chochote cha dhuluma kimetendeka, hiyo ikuwe ni kesa ambayo itafuata zile taratibu ambazo zinahitajika. Miaka 30 Fatuma Adan Mohamed aliamini alikuwa analinda mila kwa kuwakeketa wasichana. Leo anaamini njia bora ya kumlinda mtoto wa kike ni elimu, mazungumzo ndani ya jamii na kushirikiana na wazazi, viongozi na mamlaka kuhakikisha sheria zinazopiga marufuku ukeketaji na ndoa za utotoni zinatekelezwa. Wanatuogopa, sisi ni watu wametengwa kando sasa. Kwa maana tunaeleza hawa hadharani, kukeketa sio kitu mzuri, msiharibu watoto wanapata shida. Kwa Fatuma, mabadiliko hayakuishia kuacha kushika kisu. Yalianza pale alipoamua kutumia sauti yake kuhamasisha wengine kubadilika na kuwa sehemu ya mfumo unaowalinda wasichana. Watoto pia hata shule inafundishwa. Alafu sasa hiyo mafunzo imefika mahali mingi, watu wamejua, na sisi pia tukienda harusi, tukienda mahali ya madishi, tukikaa tunaongea tu hiyo mambo. Kile kilichokuwa kisu leo ni sauti ya matumaini, na huenda kwa kuanzia na mtu mmoja, jamii nzima ikaandika historia mpya ambapo mila zinazodhuru zinapisha nafasi ulinzi wa mtoto wa kike. Kukeketa sio kitu mzuri, msiharibu watoto wanapata shida. Kufikia hapo ndipo natamatisha makala maalum. Kutoka kwenye kisu hadi kuwa ngao. Mimi ni Nyabande Orwa. Bila shaka msikilizaji, kwa marudio ya makala hayo maalum kutoka kwenye kisu hadi kuwa ngao, usikose basi kusikiliza shajara yetu awamu ya saa 1 na saa 3 usiku wa leo. Kutoka kwangu mimi ni Samuel Kosgei na kutakia mchana mwema.